Mfumo wa shule kwa namna fulani unawafundisha watu kwa maskini. Mfumo wa shule hauwezi kukufundisha kuhusu fedha. Uliundwa zaidi kufundisha kuwa mwajiriwa, daktari, mwanasheria au mtaalamu fulani katika maeneo fulani. Lakini si kukufundisha namna pesa inavyofanya kazi. Baba yangu alikuwa mkuu wa elimu. Alikuwa na PhD. Na kila kitu kilichokuwa kinahusiana na masuala ya elimu. Siku moja niliporudi nyumbani, nilimuuliza, "Baba, hivi kwa nini shuleni hatufundishwi kuhusiana na fedha?" Akanijibu, "Ni kwa sababu shuleni haturuhusiwi kufundisha somo hilo. Serikali ndio inatuambia ni mambo gani ya kufundisha, lakini pia mambo gani hatuwezi kufundisha." Aisee, niliona hii ni jambo la kushangaza. Nikamuuliza, "Lakini si tunaenda shuleni ili tujifunze kuhusiana na maisha na pesa?" Akasema, "Hapana, kazi yako ni kupata ajira." Na hapo ndipo niliona tatizo. Umaskini hupitishwa kutoka katika kizazi kimoja kwenda kizazi kingine. Unafundishwa ndani ya familia. Hivyo ndivyo ilivyo. Na mtazamo pia inakuwa ni ngumu kubadilika. Tabaka la kati na tabaka la chini wamekuwa wanafundishwa kufungamana na mnyororo wa maskini. Kwa hiyo, watu ambao leo wako nyumbani mara nyingi wanasumbuliwa na changamoto ya kifedha. Wanaishi kwa maisha ya wasiwasi kuhusiana na masuala ya fedha. Maisha yao hayana furaha kabisa. Hata wanapopata pesa nyingi, hawezi kuzifanyia chochote kwa sababu waga zinaondoka. Lakini pia, labda uliambiwa, pata kazi, fanya kazi kwa bidii. Usipofanya hivyo, hautakuwa tajiri. Na mpaka ubadilishe mtazamo wako kuhusiana na swala la fedha, ndio utaepukana na huo mtego. Unaona hili kwa watu wanaoshinda bahati nasibu. Wanafuata fedha nyingi, lakini baada ya muda mchache pesa zote zinakuwa zimepukutika, zimeondoka kabisa. Inashangaza. Kwa nini? Kwa sababu wanapata pesa, lakini pia hawajabadilisha mtazamo wao kuhusiana na swala la fedha. Ukiwa na mtazamo wa kimaskini kuhusiana na swala la fedha, hauwezi kubadilisha pia fedha zako ambazo zinaingia mfukoni au ni zipi ziweze kuingia mfukoni. Angalia hata baadhi ya wanamichezo maarufu ambao pia wamekuwa wanalipwa pesa nyingi kwa njia ya dola. Mara nyingi baada ya miaka michache huwa maskini, tena maskini wa kutupwa. Kwa sababu gani? Kwa sababu ni kwamba hawana mtazamo mzuri kuhusiana na swala la fedha. Hatuwaambii kwa sababu ukiwaambia wanaona ni kana kwamba unawakejeli. Lakini jambo la muhimu ni kufahamu, lazima ubadilishe mtazamo wako kuhusiana na fedha. Siko salama. Tajiri ndiye aliyenidhulumu. Si serikali ndio imenidhulumu. Hii ni mitazamo hasi. Badili mtazamo wako. Lakini ukweli ni kwamba mtazamo huu unaweza kuathiri sana kuanzia kizazi kimoja hadi kizazi kingine. Mara tu ulipopewa mshahara, kuna namna ambavyo akili yako inafikiria. Huu pia ndio mtego. Lazima ujue namna ya kutoka hapo. Wajasiriamali mara nyingi waga wanafanya kazi bila hata kutarajia malipo ya awali. Lakini baadaye huanza kupambana, kwenda na hata baadaye kuzalisha na baadaye pesa kuanza kuwafanyia wao kazi. Ndivyo pesa ambavyo jinsi inafanya kazi. Kwa nini tusiwalipe maskini? Hii ni swali ambalo linaulizwa sana. Tatizo ni kwamba ukimpa mtu samaki inaweza kumsaidia ndani ya siku moja. Lakini ukimfundisha kuvua, hii itakuwa ndio njia pekee ya kumsaidia siku zote. Na ndio maana tunashare maarifa na sio fedha. Nataka kuwapatia watu maarifa kuhusiana na swala la fedha. Na pengine watu wenye utajiri wanaweza hata kusema, usiwaambie watu mambo haya. Waache waendelee kutokuwa na elimu ya kifedha. Lakini umaskini utaendelea kuwepo kama watu hawatabadilika namna wanavyofikiri. Kwa sababu yote huanza hapa, kwenye akili. Ndiyo, kwenye akili. Maneno yako yana nguvu sana. Unaposema siwezi kumudu, siwezi kufanya hivyo, bila pesa siwezi, akili yako inaanza kujifunga. Milango ya kutazama njia za kutokea inapotea kabisa. Badala yake inakubidi ujifunze namna ya kutamka katika njia ambayo ni positive sana, maana yake ni chanya. Mimi mwenyewe nilikuwa nasikia kwa baba yangu ambaye ni msomi akisema, "Unafikiria mimi na pesa ya kutosha kuweza kufanya hivyo?" Siwezi kumudu. Lakini baba yangu tajiri alikuwa na mtazamo tofauti. Badala ya kusema siwezi kumudu, aliuliza, "Ninawezaje kumudu?" Badala ya kusema siwezi kufanya hivyo, aliuliza, "Ninawezaje kufanya hivyo?" Au itachukua nini ili niweze kufanya hivyo? Au kwa nini nifanye hivyo? Hili ni jambo la muhimu sana. Swali hufungua akili, lakini fikra za kauli ambazo hazina msingi waga unafunga kabisa hata njia za kutokea. Lakini unapouliza ninawezaje kumudu, unaanza kutafuta majibu, unaanza kufikiria, unaanza kuona uwezekano ambao awali haukuona kabisa. Watu wengi husema, "Pesa si muhimu sana kwangu." Sawa, lakini kama pesa si muhimu kwako, basi usishangae kama pesa nayo haitakuwa muhimu katika maisha yako. Wengine husema, "Watu matajiri ni wachoyo." Lakini fikiria hilo kwa kina. Ili uwe tajiri mara nyingi, lazima uwe unatengeneza thamani fulani. Mimi naandika vitabu, ninaandaa michezo mbalimbali. Ninanunua na kuwekeza katika mali ambazo zisizohamishika. Ninakodisha nyumba. Ninatoa ajira. Ninaunda bidhaa na huduma mbalimbali kwa watu. Kwa hiyo, kuna kitu kinachozalisha na ninachokizalisha, na ndio maana napelekea
anapata pesa kwa sababu unapeleka faida kwa wengine. Lakini sasa jifikirie, wewe hutaki kuzalisha faida yoyote, hutaki kuzalisha thamani yoyote, lakini unataka pesa. Inawezekanaje? Hii haiwezekani. Haiwezekani kabisa. Lakini ukweli ni kwamba sote tuna hofu. Tofauti ni namna ambavyo wewe unavyoweza kuikabili hofu yako. Einstein aliwahi kusema, mawazo na ubunifu ni muhimu sana kuliko maarifa pekee. Lakini maarifa ndiyo yanawezesha mawazo kufanya kazi. Na watu wengi wanakosa maarifa ya msingi. Kwa mfano, uhasibu. Huwezi kukwepa mambo kama kodi na masuala ya kifedha. Unahitaji kuelewa angalau msingi yake. Lakini mambo hayo hayafundishwi vizuri shuleni. Na kuna jambo lingine muhimu. Watu wanaogopa kufanya makosa mara nyingi. Kwa sababu maishani kuna mema na mabaya. Waliambiwa shuleni kufanya kosa lazima uadhibiwe. Kwa sababu maisha yana mema na mabaya. Kuna kilicho sahihi na kisicho sahihi. Kuna kupanda na kushuka. Lakini watu wengi wanataka kuwa sahihi kwa kila wakati. Wanataka kila kitu kiwe chanya. Lakini huo si uhalisia wa maisha. Kila niliposhindwa nilijiambia, sawa, nimejifunza nini kutokana na hili? Huo ndio mtazamo ninauona kuwa muhimu. Mtu wa kawaida anaweza kuwa maskini si kwa sababu hajawahi kupata nafasi, bali kwa sababu anaogopa kushindwa. Anacheza salama kwa muda wote. Hawezi kufanya makosa kwa sababu alifundishwa shuleni kwamba makosa ni kitu cha kuadhibiwa. Lakini kama hujawahi kufanya makosa, utajifunza vipi? Ndio maana nadhani mfumo wa elimu una tatizo kubwa. Kwa namna fulani unaweza kuwa unapinga elimu yenyewe. Kwa namna fulani unaweza kuonekana kuwa unapinga elimu yenyewe. Na nadhani watu wengi huruhusu wazazi wao au marafiki kuwa ndio wanawafundisha namna ya kuishi. Lakini kumbuka jambo hili. Kushindwa si mwisho wa mafanikio. Kushindwa kunaweza kuwa sehemu ya njia ya kufanikiwa. Shule mara nyingi zinakuadhibu unapofanya makosa. Ndio maana tuna watu wengi ambao wanaogopa kukubali kwamba wamekosea. Wanaogopa kushindwa. Wanapokuwa na hofu ya kushindwa, wanaweza kuogopa pia kujaribu kitu kipya. Mwisho wa yote, wanaendelea kuishi maisha yale yale kwa sababu wanaogopa kuchukua hatua. Wanaogopa.